discipleship. But why do you want to do discipleship? Ni kwa nini tumeamrishwa ya kwamba tuenende ulimwenguni kote tukaweza kuwafanya wanafunzi ama tukaweza kuwafanya wengi kuwa wanafunzi wake Mwenyezi Mungu? You need to understand first why you need to go out and make more disciples. Hallelujah. Therefore, I gave you 2 points why man needs to be saved. Why do you need to be saved? Moses, why do you want to go to towns and tell people that you are born again and also that they need to love this God? I gave you 2 points. Cha nione kama nyinyi ni wanafunzi wale ambao tunashika ama inakuwa tu ni Jumapili peke yake, from there it's done. But si nyinyi ni kule kwingine. Why do we need to be saved? Why does man need to be saved? Come on, can you try? To inherit the kingdom. That's according to Moses. Yes, Bishop. All have sinned. All have sinned. Put your hands together with the servant of God. We said number 1, the reason why we need to save people. We need to go outside and make them to be the disciples of Jesus Christ. It is because all have sinned. We are all guilty. Did we speak that? Ama kisungu ndio inachanganya. Sasa kama ningekuwa na mkalimani ingekuwa sawa, lakini I trust God is going to raise up a generation that is going to assist me in Jesus' mighty name. Amen. So number 1, we learned last week that man needs to be saved. Man needs to receive Christ because we have come short of the glory of God. Kule nje wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kule nje wamekaa ndani ya dhambi. Kwa hivyo ni majukumu ya kanisa la Mungu tukainuke, tukaenende for one reason. Kwa sababu wametenda dhambi, tukaweze kuwakomboa. That is powerful. Amen. Number 2. I just give you 2 points. Sasa next week make sure unakuja na hiyo mwakenya yako as we do revision in Jesus' mighty name. Yes, mweni. Mne. We are corrupt. Aha! The second point that we spoke. Why do we need to go and save our brothers and sisters? It's because outside there, people are corrupted. We are deprived. Dhambi imeweza kutufanya tumepungukiwa na utukufu wake Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunasema kwamba the wickedness of man, hiyo ndio ilifanya tukaweza kukua mbali na uwepo wake Mwenyezi Mungu. Lakini kwako wewe, kwako mimi, wale ambao tumepokea ili neno lake Mwenyezi Mungu, wale ambao tumeshakombolewa, we have a right to go out there and save 1, 2, 3 people in Jesus' mighty name. Then we said out of a heart of man proceeded evil deeds. Mnakumbuka hilo? Obani, do you remember that one? Yani ndani ya moyo wa mwanadamu mambo mabaya, mambo magumu yanatokea. Marko 7:21. Tukasema mambo mengi sana. Kuna lile lingine ambalo ni pride, kuonea wengine kichicho, adulteries, fornications. Out of the heart of man proceeded bad evils. Kufika hapo tukapata ya kwamba man is corrupted. Man is depraved. We need to pray for God. We need to pray for the hand of the Lord to be upon us, to go out and make many to be disciples in Jesus' mighty name. Hata ya Mungu ni kwamba hataki mtu yeyote akapotee. Hata yangu asubuhi ya leo ni kwamba hatutaki yeyote akapotee. We need everybody to know the word of God, be saved, and inherit the kingdom of God in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Therefore, I'm going to move to point 3 this morning. Ili ukaweza kujua ya kwamba Yesu wewe ni Mkristo. Ndio Bwana alikukomboa, akakuita, akakuchagua. Then why do you need to go out and make men to be disciples? Why do you want your neighbor to be born again? Why do you want your family members to know the love of Jesus Christ? Reason number 3, why man needs to be born again. Why our nation needs to be healed. Why the whole
alienated. Or else because we are separated because of sin. Mwanadamu anahitaji kukombolewa, maana tuko ndani ya dhambi na tumeweza kufanywa kando na uwepo wake Mwenyezi Mungu. Man needs salvation because we are separated. And what has separated us? What has separated man? It is sin. Therefore, because we have known the love of God, because we know the cross, because we know the power of the cross, we need to move out and make many to be disciples. If I were you, I could have shouted hallelujah. Hallelujah. I could have said amen. Amen. Man is separated from the love of God because of sin. Hatutakaa kwa viti vyetu, hatutakaa kwa familia zetu, kwa boma zetu, na ili hali kule nje watu wanaangamia. Tunafaa tuchukue hatua ya imani, tukaondoke nje, tukawaambia ya kwamba Bwana anawapenda. Yesu yuacha upesi. Badilisha nia zenu, badilisha mawazo yenu, maana Bwana yuacha. Bwana Yesu apewe sifa. Therefore man needs salvation because we are alienated because of sin. Sin has separated us from the love of God. Dhambi imeweza kutugawanisha kutoka kwa upendo wake Mwenyezi Mungu. Let nothing come in between and separate you from the love of God. Jambo lisije likakutoa katika kumwabudu Mungu. Mambo ya dunia yasije yakakutoa katika kumtukuza Mungu. Ni maombi yangu asubuhi ya leo ya kwamba tukatembee na wokovu, tukamshikilia huyu Yesu katika hiki kizazi cha sasa. And when we will be able to do that, the whole world will be able to know God in Jesus' mighty name. Romans 5 and verses 10. Warumi 5 mstari wake ni wa 10. Ya kwamba when we were still sinners, wakati hatukuwa tumempokea huyu Yesu, wakati hatukuwa tumemkiri kwa vinywa vyetu, we were enemies. Tulikuwa maadui. But when Christ died on the cross, when he died and rose again, we are now called his children. And he is our Father. Somebody put your hands together for Christ. Because we have a Father in heaven. He never fails. He will never fail. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Jamani musikae kama wale ambao tuko kwa Kamukunji. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Yani ya kwamba wakati hatukuwa tumempokea huyu Yesu, tulikuwa maadui. Lakini sasa hivi sisi si maadui tena. Sisi ni marafiki wake Mwenyezi Mungu. Tunaitwa watoto wake. Tunaitwa wateule. Tunaitwa wabarikiwa. Hallelujah. Praise the living God. The Bible says this morning, Church of God, for if, while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? So those who are not my own words, remember when we did not receive Christ, in the beginning when we didn't know the truth of Christ, we were enemies. But after Christ reconciled us, after God reconciled us through his begotten Son, therefore we are his children. How much more are we, having been reconciled? Remember, Church of God, the body of Christ, nobody could have come and reconciled us. Nobody could have come and died on the cross other than Jesus. Hallelujah. Therefore we have been reconciled. Our relationship is okay with God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati baba tulikuwa na matumaini, tuliweza kupata matumaini wakati ambapo tuliweza kuwa reconciled through the Son, Jesus Christ. Bwana Yesu apewe sifa. So out of the death of Jesus, we have got two fruits. Kupitia kwa kufa kwake Mwenyezi Mungu, tulipokea matunda mawili. Jambo la kwanza
we were justified. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tuliweza kutakazwa kupitia kwa mapigo yake Mwenyezi Mungu. Kupitia kwa kupiwa kwake Mwenyezi Mungu. Our lives were justified. We are justified this morning and we are called His true children. Hallelujah. Do you believe with me? Turn to your neighbor and tell him, or her neighbor, through the death of Jesus Christ, we have been justified. I have been justified. Mpigie Mwenyezi Mungu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Not only that we have been justified. Number 2, we have also been reconciled. When we do a reconciliation, it means at times we were not worthy. Wakati ambapo kwa Kiswahili reconciliation upatanisho. Hata katika familia wakati unaona ya kwamba mambo si magumu and you are a born again servant of God, you are carrying that mantle, you have a vision. Unasema ya kwamba jinsi ambavyo familia yangu inaenda, I need to rise up and do what we call reconciliation. But remember, Jesus Christ, the Son of God, reconciled us on the cross. Amen. Which means we were not worthy. Which means we were full of sin. That is why man needs salvation, because we were separated from sin. We were separated from God because of our sins. Are we together, Church of God? Yes. Therefore tulipokea mambo mawili. Jambo la kwanza, tulishatakazwa, tunaitwa watoto wa Mungu. Jambo la pili, tumeweza kupatanishwa. Sasa sisi tuko na Baba. Kabisa. Hallelujah. Put your hands together for Christ. We have a Father in heaven. He fails not, nor he slumbers. Imagine wakati Mungu atalala siku moja tu hivi. Hata wewe pia hutakuwa. Our God watches us. Anatutizama kila asubuhi. Hata wakati wewe umelala Brian, hata umechoka kwa siku, yeye anasema mimi ni baba yako, sitalala. The moment I will sleep, you will also sleep. So we have a God who loves us. Bwana Yesu asifiwe. Therefore, while we were enemies, Christ reconciled us and we received justification. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Kwa hivyo wakati ambapo umemwitika Yesu, wakati ambapo ulimtambua huyu Yesu, uliweza kupokea upatanisho na ukaweza kupokea kutakazwa kwa jina la Yesu Kristo. Maana sisi wenyewe hatungeweza. Sisi wenyewe hatungeweza kuangikwa tu ya msalaba, lakini yeye mwenyewe aliweza kujitolea, akasema ya kwamba let me save this lovely souls. And that's why we are here this morning, glorifying his name. Ndio maana tuko hapa asubuhi ya leo, tunalitukuza jina lake. Tunamwabudu Mungu aliye hai. Tunamwabudu Mungu aliyekufa na akafufuka kwa jina la Yesu Kristo. Give me Colossians 1 and verse 21. Kumbuka kanisa la Mungu, when we were enemies, the character that we had before we received Christ, it is we were powerless. Hatukuwa na nguvu. Lakini wakati ambapo Mwenyezi Mungu alitukubali, Mwenyezi Mungu alituita, sasa hivi tuko na nguvu, tunalihubiri neno lake Mwenyezi Mungu. Amen. The Bible says, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Wakati ambapo tulikuwa tumekaa kando kutoka kwake Mwenyezi Mungu, wakati ambapo tulikuwa tuko enemies, tulikuwa maadui in our minds, in our characters, with our evil behaviors. But when Christ died for us, he made us free. We are free indeed as a church of God. Tunaweza tembea tukiwa na ushujaa. All these were not to be made out of our minds, but it became possible because of the cross of Calvary. Amen. Si kanisa la Mungu liseme hallelujah. Hatungeweza kufanya marafiki kwa nguvu zetu.
lakini haya yote yalitendeka ni kwa sababu ya nguvu za msalaba. Hallelujah. Praise the Lord. Sema hallelujah. It wasn't to be possible without the cross of Jesus Christ. James 4:4. When we are friends to this world, we become enemies before God. Wakati ambapo unakuwa rafiki wa dunia, najua ya kwamba duniani, maandiko yanasema ya kwamba wakati Yesu alipaa mbinguni, aliwaambia wanafunzi ya kwamba duniani mtakuwa na machungu magumu, mtakipitia kipindi kigumu, lakini yeyote atakayenikubali, yeyote atakayeniitika na avumilie mpaka mwisho, atapata kukombolewa kwa jina la Yesu Kristo. That is what the Bible says. You are dangerous people. Don't you know that friendship with the world means enmity against God? You fornicators, you evildoers, don't you know in your minds that when you are afraid to the world, you become an enemy to God? Those are not my own words, church. Ni maneno ya maandiko. Tunaonywa asubuhi ya leo. Tunauliza, je, wewe haujui ya kwamba wakati umenikataa, ya kwamba wakati umekataa kufuata maagizo yake Mwenyezi Mungu, wewe unakuwa adui wa Mungu? But I thank God because we are not enemies. We are friends, and we will remain to be friends forever and evermore. Hallelujah. Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Are you an enemy this morning, or you are a friend to God? Which is which? Are you an enemy or you are a friend? Muulize jirani wako, jamani, na wengine wananiangalia wanashangaa. Muulize, je, wewe ni rafiki ama wewe ni adui? Are you sure? If you are a friend of God, uliingia asubuhi kanisani ukaomba. If you are a friend of God, how many times in a week have you called upon the power of God? Hallelujah. Let this one challenge you this morning. Hallelujah. Be a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Hallelujah. Iwa yu ningesimama juu, niseme ya kwamba mimi ni rafiki wa Yesu. Hallelujah. Somebody is not standing up. Imagine you are an enemy of the world. If you don't know, you are an enemy of the devil. Hallelujah. Kuwa rafiki wa Mungu. Hallelujah. Nataka wako nyuma tusonge. Kule mbele kunachoma vizuri. Just move vizuri, it's a black. As we enter to our next service, kwa jina la Yesu Kristo. Zoea uwepo huu hapa mbele. Zoea, huyu ni msasi, wacha nimuache, maana ako na mtoto. Hallelujah. The Bible is asking us, you are dangerous. You who is not praying, you who is not coming to the church at the right moment, don't you know that friendship with the world means enmity with God? Muulize jirani sasa, kama uko umejua leo. Now you know. Tell him, now you know. Now you know. Tell him, be a friend of Christ. In your deeds, be a friend to Christ. Pigia mtakatifu wetu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Tukaeni kwa jina lake Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Man needs salvation. The world needs to know Christ. Our families need to know Christ. Our extended families need to know Christ. And this one will not come by osmosis. Hallelujah. Lazima ukondoke wewe mwenyewe ukamwambia ya kwamba, jua ya kwamba we were separated with the love of God because of our sins. Therefore we need to reconcile ourselves with God. And after we have reconciled, our lives will be justified in Jesus' mighty name. Tukuze Mwenyezi Mungu kwa makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Sidhani kama kuna yeyote tena atarudi nyuma. Sidhani kama kuna yeyote tena ataanza kuitika mambo ya dunia. Maana maandiko yamesema ya kwamba wakati ambapo wewe ni adui, ina
tunayatenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Let your prayer be this morning. As we come close to the end of this year, let your prayer be a friend of Christ. Hallelujah. Na utakapokuwa rafiki wa Yesu, lolote unalolitenda linafaulu. It will flourish in Jesus' mighty name. When challenges come, when challenges face you, sitakuruka, maana you are a friend of Christ Jesus. Glory be to God. Point number 4. Point number 4. Remember point number 3 we said man needs salvation because we are alienated. Kumbe unajua kimombo. My God, this nice. Hallelujah. Mwanadamu anahitaji ukombozi kwa sababu tumeweza kutengwa naye Mwenyezi Mungu kwa sababu ya dhambi. Nafikiri limeingia vizuri. Number 4. Man needs salvation because we are under judgment. Moses. Tunahitaji wanadamu wakampokea Yesu because at long run there is judgment waiting for us. At long run, judgment is waiting for you. Imagine even if wakati ambapo Mwenyezi Mungu atarejea, sijui kama ni leo ama ni kesho, because the Bible says atakuja kama mwizi. So even if it's a 1-day-old baby, tuseme Yesu amerejea nako katoto kamezaliwa katakuwa charged. Sasa niambie, if a 1-day-old baby can be charged, what about you? What about me? Like me, I have 42 years. Hiyo miaka yote 42. How am I going to stand before God? Namwambia Mungu, najua nilikuwa nataka nifanye hii ndio tena nitubu hii nyingine. Remember this, church of God. Man needs salvation because there is judgment at the end of the day. Romans 5:12. Warumi 5 mstari wake ni wa 12. We know that through one man sin entered the world. Kupitia kwa mtu mmoja dhambi ikaingia katika ulimwengu. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all have sinned. So wakati unasikia kifo kimeingia, it is biblical. The thing that is there, we need to prepare ourselves. Because it all began from the Garden of Eden. Wakati ambapo Adam na Eve waliweza kutenda dhambi, wakaweza kutotii Mwenyezi Mungu, hapo ndipo machungu yetu yalianzia. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all have sinned. So siwe ni yule ambao unaogopa kifo. Kama mimi nikiwa mdogo sitachua uokovu vizuri. Unajua kuna ile hali ambayo unafuata wazazi wanaenda kanisani, you are still praise, lakini kama hautakombolewa kabisa inakuwa tu unawafuata. So it came one time unaposikia ya kwamba kifo. When our parents used to teach us kila jioni kabla tuchalala, anasema ya kwamba jiandae, wewe na mimi tunaweza kufa. Mimi ninaweza kutangulia. Sasa naanza kushanga tena kifo. Na niko mdogo, kifo aje sasa? How? Kumbe it is biblical. That through one man sin entered the world. Kupitia kwa mtu mmoja dhambi ikaingia ulimwengu. We were cast from one man. But we thank God because Christ died on the cross because of our sins. And through his death, we are now called his children. We are now called the holy saints of Jehovah God. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama tulishazaliwa tukiwa wenye dhambi kupitia kwa baba yetu Adam, there is still time for us to repent. So there is time for us to go outside and make more to be disciples of Jehovah God in Jesus' mighty name. Remember, we will be judged
judged according to our deeds. Wewe mwenyewe utahukumiwa kulingana na matendo yako. Wewe mwenyewe utahukumiwa kulingana na your utterances that you used to speak before men. Tutapata judgment. May we all stand as we usher in our daddy. Kwa jina la Yesu Kristo. Wow, we appreciate you, man of God. Thank you for joining us. May God bless you. Amen. God bless you. We may have our seat in the mighty name of Jesus. So through one man, sin entered the world. And we will all be judged according to our deeds. Ezekiel chapter number 18 and verses 20. As I'm almost winding up in Jesus' mighty name. Ezekiel chapter number 18 and verses 20. Remember, we will all stand in the judgment seat of God. Hautasimama na familia yako. You will not stand with your hubbies or your husbands or your wives or your children. You will only stand alone kwa kiti chake Mwenyezi Mungu, and you will give an account of what you used to do. Kwa hivyo ninawahimiza asubuhi ya leo, kanisa la Mungu, tukatende mema. Maana siku ya kiyama yacha, siku ya machungu yacha. Lakini wale ambao watakaoepuka, wale ambao watakaokula matunda ya mti wa uzima, ni wale ambao wanatenda kadri na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tuseme amen. Amen. What does the Bible say? Can we all read it together, Church of God? Ezekiel 18 and verses 20. 1, 2, 3, go. The one who sees the one who will enter. The one to not share the guilty power of the body. Nor the parents share the guilt of the child. The righteousness of the righteous will be credited to them. The wicked of the wicked will be judged. The soul that sins is the one that will perish. So kufika hapo mnajua kuna judgment. Kwa wale ambao mnasema tangu enzi za Musa na baba yetu huyu Yesu tumemsikia, kwani hii mwisho iko wapi? Read your Bible properly. The soul, or else the one who sins, is the one who will die. So if you know that you are not born again, if you know somebody somewhere has not received Christ, he or she will die. But if you take a step and go to them, tell them judgment day is coming, you need to repent of your sins, they will be saved. The Bible continues to say, the child will not share the guilt of the parent. Yani kwamba mtoto, hata wale watoto tumewazaa Rosemary, Natasha wako yule ambaye umemzaa, siku ya kiyama ikija, atabeba ubaya wako. She will carry our own cross. If we will all know that we will carry our own cross, we need to walk righteous before God. And it continues to say, no, the parent will not share the guilt to the child. Hautasimama mbele yake Mwenyezi Mungu mwambie Mungu ya kwamba huyu mtoto alinifanya nikatenda dhambi. Na mtoto hatasimama aseme ya kwamba wazazi wangu walifanya hivi na hivi ndivyo sikuweza kukupokea. Everybody will carry his or her own cross. Therefore judgment day is waiting for us. We need to be accountable. We will be accountable individually. But for now, we have families. Tuko na marafiki, tuko na extended families, we share ideas. But during judgment day, our marafiki zako hautawaona. You will sit on the throne of mercy of Christ and you will give an account. Let us be righteous before God. Let us do righteous before men, and also we will be accountable at the end of the day. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tenda wema, naye Mwenyezi Mungu akaweza kukubariki. Kwa hivyo man needs salvation, because at the end of the day there is judgment. We need to do good. Judgment is waiting for us. Even those who died ahead of us, they will be resurrected and they will stand before the throne of God to give judgment. Kama wale ambao waliokufa
wataamushwa, wapeane jinsi ambavyo matendo yao yalikuwa. Then this it means judgment is there. This thing is real. We need to do righteous before God, and the Lord will be able to bless us and to lift our lives in Jesus' mighty name. May God help us this morning to reach the unreached and be humble and make many to come to the presence of God. Amen. Matthew 12 and verse 37. We shall be judged by our own words. Mathayo 12 mstari wake ni wa 37 kwa jina la Yesu Kristo. We shall all be judged by our words, by our actions. We shall be judged. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo litakuweka kwa hukumu, ni matamshi yetu, mienendo yetu. And the question we ask ourselves this morning, are we worthy before God? Are we ready before the big day comes? Are we ready? Ni wangapi ambao tumefikia ili wakaweze kumjua Mungu? Jiulize kwa moyo wako asubuhi ya leo. Wakati unajitazama, unapojioji, how is your relationship with God? Leave away now those ones who are closer to you. As an individual, how is your relationship with God? Uhusiano wako na Mungu uko kivipi? It's a question that I leave unto you this morning, because we will all be judged individually. Number 5 and the last one. One man needs salvation. Why do we need to move out and make more to be disciples? Man needs salvation because he or she is helpless without God. Mwanadamu anahitaji kukombolewa. Mwanadamu anahitaji akaweza kupata msamaha, maana yeye ni bure bila Mungu. Hatuna matumaini bila Mwenyezi Mungu, lakini tunayo matumaini wakati tunamtumainia huyu Yesu. We have hope when we trust upon God. We cannot save ourselves. We depend on God's grace. There is hope for you this morning. There is hope for me this morning. And everything will be done through the grace of Jesus Christ. Kwa hivyo kule nje wanahitaji tukaweza kuwapelekea ujumbe, maana they are hopeless. Hawana matumaini tena. Matumaini yatakuja wakati ambapo wamemtumainia Yesu. Useme amen. Amen. Give me Romans 5:6 as we wind down in Jesus' mighty name. Bila wewe Yesu siwezi. Oh, bila wewe Yesu Baba. Oh, nikisema ninaweza. Nikisema ninaweza. In Jesus' mighty name. The Bible tells me we cannot save ourselves, but through the grace of God we were saved. Amen.
when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Wakati ambapo tulikuwa enemies, wakati ambapo hatukukuwa tunafaa, when we were powerless, Christ died for the powerless, who is you and me. Hata mniambie amen. Amen. Yaani mkumbuki ya kwamba hatukuwa na nguvu, lakini wakati Yesu alikufa kwa ajili yetu, sasa hivi tunaweza kuruka, maana tuko na nguvu kwa jina la Yesu Kristo. The Bible says, you see, at just the right time, when we were still powerless, you see, at the right time, when we were still powerless, at the beginning, when we did not accept Christ, remember the Bible told us we were enemies. And not only we were enemies, we were without strength. Nirudie kwa Kiswahili. Wakati ambapo tulikuwa tumemchambua Yesu, wakati ambapo tulikuwa maadui naye Yesu Kristo, tulikuwa hatuna nguvu. Tulikuwa maadui naye Yesu Kristo. But what does the Bible say? When we were still powerless, Christ died for the ungodly. So remember this one and put this in your minds. That when you were powerless is when you did not receive Christ. When we were with ungodly acts. Remember the Bible said in Mark 7:21, out of the heart of man proceeded evil thoughts. Kuna uasherati. There is adulterers. Kuna chuki. Kuna kitito. There is pride. That is what the Bible says. We were ungodly from the beginning. Tulipokuwa hatuna nguvu. Lakini wakati ulipotimia, wakati Yesu Kristo aliposema ya kwamba ninafa ni kwa sababu ya ulimwengu, ninafa ni kwa sababu ya wateule wangu, hapo ndipo tuliweza kupokea nguvu. Na sasa hivi tunaitwa wana wa Mungu. Weka mikono yako mizuri pamoja. Tushukuru Mungu maana we were powerless, but now we have strength. Christ died because of you and because of me. Now we can enjoy the fruit of life. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka ya kwamba tupo tunafaa. Me alone I was ungodly. But when Christ died for me, I can say now I have strength. Niko na nguvu. Kama nikulihubiri neno, ninalihubiri. Kama nikuenenda nje kwa mataifa, nitaenenda, nikaweze kutangaza uwepo wake Mwenyezi Mungu. Pigia Mwenyezi Mungu makofi mazuri tunapomalizia hapo kwa jina la Yesu Kristo. It is my prayer that this word has touched your soul this morning. And if we walk according to this word, we will reach the unreached. And we will tell them to receive Christ. Kwa maana tumeshajua ukweli. The Bible says, if we know the truth will set you free. May this truth set you free in Jesus' name. May the word of God set you free in Jesus' name. As you go